Zaidi mimi nilikuwa mzima, nafanya pereka zangu hapa na pale, huku na kule. Kwa waliokuwa wananikumbuka na kunijua, basi wakiniona watajua na watasema kweli huyo alikuwa akiona. Hii changamoto nimeipata juzi tu, mitihani ya Mungu alionijalia 2021 mwishoni mpaka 2022 mpaka sasa hivi sina ninapoenda, sina ninachokifanya, kwa macho yamekataa. Mtazamaji wa Online TV, siku ya leo tumeweza kufika maeneo ya Fuoni kwa Ndundu. Lengo la kuja huku siku ya leo, tumekuja kumtembelea ndugu yetu wa kufahamika kwa jina la Mr. Talibu. Mr. Talibu ana changamoto ambazo zimemkumba. Hizi changamoto tukaona tusikae nazo sisi tu kama Online TV, tukufikishe na wewe mtazamaji, ili huenda ukaguswa na changamoto ambazo yuko nazo ndugu yetu Mr. Talibu. Hapa ndio nyumbani kwa ndugu yetu Mr. Talibu. Tunakwenda moja kwa moja kujua kama yumo, basi tuweze kuzungumza naye. Hodi hodi. Shukrani. Tumekaribia. Naam. Waalaikum salaam bwana. Habari njema kabisa. Salama. Karibu. Asante sana. Tumekufuata. Mie? Sasa sijui utaweza kutoka nje. Haya sawa, maana tulikuwa natoka hapo kidogo upate upepo. Karibu. Wema lake. Tunashukuru. Haya. Hamna shida yoyote. Karibu ni mkae. Haya. Naam. Tumefika kwako leo. Asante. Haya, naam. Mtazamaji, ndugu yetu Mr. Talibu ni huyu hapa, na tunakwenda kuzungumza naye ili tuweze kuzijua changamoto zake, lakini pia mwisho wa siku wewe unaotuangalia uende ukawa ni mtatuzi katika hili. Ndugu Talibu, tafadhali jitambulishe majina yako ili tuweze kuzungumza na mtazamaji. Majina naitwa Talibu Abdalla Mtumwa, mkazi wa Meltano Fuoni. Changamoto yangu ni macho. Haya, ndugu yetu kwa ufupi sana amejitambulisha na changamoto ameieleza kwamba changamoto yake ni macho. Tutakwenda kujua, je, haya macho amezaliwa nayo au masahibu tu katika maisha, au kitu changamoto gani ambayo imemfanya leo hii ndugu Talibu haoni. Tumefika hapa anatusikia lakini hatuoni. Tuende kujua hizo changamoto. Talibu, haya macho umezaliwa nayo kwamba huoni, au ulikuwa unaona lakini mambo tu ya pakati ya kimaisha yameingiliana mpaka ikawa huoni? Hebu tuelezee kwa ufupi. Hapana, kwa ufupi, kwa hili moja la kulia hili lilikufa toka utotoni, nikawa naonea moja la kushoto. Katika kwenda na ile la kushoto likaniletea shida hapa 2022 mpaka sasa hivi nipo kitako, lakini nilikuwa mzima nafanya perika zangu mbalimbali. Ni mitihani tu ambayo ilitokea. Labda hili moja umesema kwamba tokea utotoni ndipo lilipoweza kuharibika. Labda ungetuambia utotoni ulikuwa tayari unajitambua, au utotoni ulikuwa bado hujafikia ule umri wa kujitambua kwamba ulikuwa unaona? Utotoni wakati mama ana kumbukumbu amesema amenizaa mzima. Kwa hiyo hapo katika kuja kuwa labda kwenye miaka mitano 6 7 huko, lakini tangu napata fahamu zangu mimi naona jicho moja tu. Naona jicho moja tu, na ndo mpaka sasa hivi palipofikia hapo la pili nalo ndo limemalizika. Nikawa naenda hospitali kutafuta matibabu kuna kule, lakini kutokana na hali yangu duni mpaka leo ndo nikafika hapa. Sina ninachokifanya na nataka kwenda kwenye matibabu then nijue ninachofanya. Labda uliweza kuambiwa kule hospitali ulipokwenda, labda kwa mara ya kwanza uliambiwa labda jicho hilo moja ambalo ndo unalitegemea, ambalo lilikuwa linafanya kwanza uweze kufanya zile pilika zako, na sasa hivi ndo halioni, uliweza kuambiwa labda changamoto ni nini ambayo umeshindwa sasa kuwafikia matibabu, umeshindwa na mpaka sasa hivi huenda ikawa unahitaji msaada wa kuweza kusaidiwa pengine kuweza kutatua changamoto ya hilo jicho? Tatizo la hospitali niliambiwa jicho lina matumaini ya kuona, isipokuwa ndio uwezo, kwa sababu kila jitihada na nguvu zake. Nilienda hospitali lakini jitihada zangu zikawa ndogo. Nilifanywa operation mara mwanzo, jicho lilikuwa lina damu, likasafishwa na likali na leta matumaini ya kuona, lakini Mungu bado hajanijalia, ndio umezidiwa na ukungu. Lakini ukinipa kitu nikisogeza hapa usoni kikiwa rangi kali, yani naweza kukwambia tu hii pinki, lakini ikawa nyekundu na kutoa mle
au nikakwambia hii blue, na ndio ikawa ile ile. Yaani inanipa matumaini ya kuona, na ndio maana nikataka matibabu ya hali ya mali ili kuweza kuliokoa na ile la pili. Naam, mtazamaji, kama ulivyoweza kusikia maelezo yake ambayo tunazungumza naye hapa Mr. Talibu, changamoto yake kubwa ni macho, na hususan jicho lake moja ambalo alikuwa akiona na akifanya pilika zake. Sasa twende tukamuulize, je, aliwahi kufanya pilika gani na pilika gani wakati hilo jicho lake moja anaona na kwenda huku na kule? Pilika gani Talibu ulikuwa unazifanya katika uhai wa jicho lako? Pilika nimefanya nyingi sana tu za halali, kutafuta riziki ili mradi tusikae vijiweni tu, na natamani jicho liweze kuona kama kesho niweze kurudi katika pilika zangu na mizunguko yangu. Mimi nishauza chipsi, nishafanya kazi ya kuziba mipira daladala, nishatinga daladala njia takriban nyingi sana ruti za mjini, na mwisho nikabezi kwa Rara. Labda kwa wale watu ambao unawakumbuka uliwahi kufanya nao kazi, labda uko nao karibu gani katika hii changamoto yako? Si wapo ambao wanakuuliza hali kwa mwaka mara moja au wiki siku moja anapita, na kuna ambao wale hata ukiwapigia simu wanaona huyo anaweza labda akaleta shida ya pesa. Ndio hivyo wengi, lakini maswaiba wamenipotea kutokana na changamoto nilionayo. Mtazamaji wa Mwenge Online TV, tupo na Talibu. Je, mpaka hapo tulipofikia kwa uchache, kuna kitu gani labda umejifunza na kitu gani ambacho kimekuingia kwenye moyo wako unasema kweli Talibu anahitaji msaada na mimi na uwezo wa kumsaidia? Hebu waambie unahitaji nini sasa hivi katika masuala mazima ya kwenda kulitibu jicho lako. Mimi ninachosema, ninachoomba na ninachotaka kwa ndugu, mabibi na mabwana, jamaa mbalimbali, maana jicho ndo kila kitu. Na ninaposema jicho ndo kila kitu namaanisha kwamba nataka matibabu. Kama kutakuwa kuna taasisi binafsi, mtu binafsi mwenye uwezo wa kunisaidia, hata kama kidogo, kwa Mungu kingi, kiweze kunipeleka mimi kwenye matibabu, kuweza kulikomboa jicho na kuendelea na pilika zangu kama kawaida, kwa sababu mimi bado kijana, nahitaji mashida mbalimbali. Malengo yangu mengi tu yamekaa kitako, kwa sababu siwezi kufanya lolote. Naam, kama mlivyosikia, Talibu tuna uwezo wa kwenda kulikomboa jicho lake, na imesemekana kwamba uwezekano huo hupo, lakini uwezo wake wa kimatibabu hauko vizuri kifedha. Sasa anaomba msaada kutoka kwako wewe ambaye unafuatilia channel hii ya Mwenge Online TV. Atataja mawasiliano yake ya moja kwa moja ambayo utampata yeye, na huenda mawasiliano hayo ukawa ni miongoni mwa sababu ya kuweza kwenda kumfanya bwana Talibu akarudi kuona macho yake ama jicho lake. Talibu, mawasiliano yako sasa, watu labda walioguswa na suala lako la jicho wanataka kukusaidia kwa njia moja ama nyingine, watumie mawasiliano gani ya moja kwa moja kukufika wewe au kwa watu wako wa karibu? Asante. Namba za ni 0678422720, na namba ya mbadala ambaye ni ya dada yangu ni Zantele ya zamani 197170. Labda katika mawasiliano sasa, labda kikubwa zaidi, yani cha haraka unachokihitaji ni nini? Ni fedha au unahitaji kwamba mtu aje akuchukue moja kwa moja kwenda kutibu, au kitu gani ambacho umekilenga target yako ili kuweza kupata afueni ya tatizo lako? Mimi afueni yangu kwenye mawili yote yanaenda. Kipata mtu kesha akiniambia tuende hospitali, inshallah. Akiniambia mtu bwana hichi hapa kitakusaidia chochote kidogo, napokea. Haya, tuje katika upande wa familia Costa. Bwana Talibu, ndio katika familia yako unayoishi, labda una mke au una watoto au uko mwenyewe au unaishi na huyo dada yako ambaye umetaja namba yake ya simu, kwa upande wako labda familia? Kwa upande wa familia, nashukuru wazazi wangu wote wapo, na nimebahatika juzi kupewa mke angalau kunisaidia hapa na pale. Nashukuru naye. Naam.
Sisi tuseme kwamba asante sana kwa kutazama chaneli yetu Online TV, na leo tulikuwa hapa kwa Ndundu, maeneo ya Fuoni meli 4, meli 5 hii, Fuoni meli 5 kwa Ndundu, na tumeweza kuzungumza na Bwana Talibu vizuri tu kabisa, na changamoto yake ya jicho ameielezea. Basi tunakuomba mtazamaji, kwa njia moja ama nyingine, unaweza ukamtafuta na ndugu yetu Mr. Talibu, ukaweza hata kumsalimia na kumpa pole, lakini mwisho wa siku kwa yule mwenye uwezo, basi sadaka hii itakuwa ni sehemu mojawapo ya wewe pia Mwenyezi Mungu kwenda kukufungulia milango ya riziki pale utapomsaidia ndugu yetu huyu kwa ajili ya kuondokana na hii changamoto yake. Pengine hicho kidogo unachotoa ndio kinaweza ikawa sababu ya yeye kwenda kuondoka kabisa na hili tatizo la kutokuona. Katika upande huu mimi naitwa Abdul Bakari Mnyamani, lakini nyuma ya kamera ndugu yangu Mr. Amada basi aliweza kutuchukua video vizuri kabisa, na mwenyeji wangu hapa Bwana Talibu, na tuseme hatuna la ziada. Tumekuwekea namba ya simu hapo ambayo inapita, basi hiyo huenda ikawa ni sehemu ya kwenda kumsaidia ndugu Talibu. Tuwashukuru sana kwa kuweza kututazama. Usisahau kusubscribe channel yetu, kucomment, kulike na kushare pia, ili watu wengine wakapata kuona hiki ambacho tumekifanya. Huenda wewe huna, lakini unaposhare basi inaweza ikawa ni sehemu ya kwenda kumfanya yule ambaye umempelekea hii video ikawa ni sehemu ya yeye kwenda kutoa support yake katika hili. Asanteni sana kwa kutazama.